Yaani swali hili linataka tu ufuate maelekezo. Hili swali halina shida yoyote. Wewe ukiona tu umri umekimbia. Hebu tuende pamoja. Umri wa Kasari ni mara 2 ya umri wa Salha. Miaka 5 ijayo, jumla ya umri wao utakuwa ni miaka 40. Haya, tafuta umri wa Kasari. Umri wa Kasari, njoo nikuelekeze namna ya kufanya. Umri wa Kasari umeambiwa na miaka mingapi? Hatujui. Umri wa Salha umeambiwa ni miaka mingapi? Hatujui. Ila amekwambia umri wake ni mara 2 ya Salha. Tafsiri yake ni kwamba huwezi pata miaka ya Kasari kama hujui ya Salha, kwa sababu ili upate umri wa Kasari lazima uchukue umri wa Salha uzidishe mara 2. Miaka 5 ijayo, jumla ya umri wao utakuwa ni miaka 40. Hii miaka 40 ni jumla ya umri wa Salha na umri wa Kasari baada ya miaka 5. Umri wa Kasari hatujui, ila amesema ni mara 2 ya umri wa Salha. Tukatumie herufi yoyote ambayo hiyo herufi itasimama badala ya umri. Tunatumia herufi kwa sababu umri hatujui. Tutumie herufi gani? Labda tutumie herufi M. Kwa hiyo tuchukulie M ni sawa sana umri. M isimame badala ya umri. Si hatujui umri wa Salha. Hatujui umri wa Salha, tuupe M. Tuseme umri wa Salha ana miaka M, ambayo miaka M tutatafuta thamani yake na tutajua na miaka mingapi. Ila amekwambia hivi, umri wa Kasari ni mara 2. Umri wa Kasari ni mara 2 ya umri wa Salha. Maana yake ili tupate Kasari ana miaka mingapi, tunachukua umri wa Salha tunazidisha mara 2. Kwa hiyo itakuwa 2 mara M, ambayo tutapata ile 2 M. Kwa ujumla nafikiri ushaelewa namna ya kufanya. Wacha tuandike moja kwa moja 2 M. Kwa maana kwamba umri wa Salha kama ni M, tumechukulia herufi M, basi umri wa Kasari utakuwa ni M mara 2. Yaani M zitakuwa 2 kwa sababu ni mara 2. Haya, amekwambiaje tena? Miaka 5 ijayo. Sasa hapa kwa uhusiano huu wa umri wa Kasari na wa Salha, huu umri wao ni wa sasa hivi kwa sababu hatujaongeza 5. Ila nikitaka nijue Kasari na Salha wana miaka mingapi, watakuwa na miaka mingapi baada ya miaka 5 ijayo, kwenye umri wake wa awali naongeza 5, lakini pia kwa Salha lazima niongeze 5 kwa sababu miaka 5 ijayo lazima kila mmoja umri utakuwa umeongezeka. Huwezi sema muongezeke Kasari, kwani miaka 5 ikipita Salha umri wake utakuwa pale pale? Hapana. Ndio maana tukiongeza 5 hapa na hapa tutaongeza, kwa maana kwamba miaka ikipita 5 Kasari atakuwa ameongezeka miaka 5 kutoka kwenye umri wa awali, na Salha atakuwa ameongezeka miaka 5 kwenye umri ule wa awali. Sasa ukijumlisha hii miaka yote, umri wa Kasari na umri wa Salha baada ya miaka 5 ijayo utapata 40. Basi kwa ni kwamba nikijumlisha umri wa Kasari na umri wa Salha nitapata 40. Chukua hii equation ya kwa maana kwamba chukua huu mtajo na huu mtajo ijumlishe, kwa maana kwamba nikichukua umri wa Kasari nikajumlisha na umri wa Salha lazima nipate miaka 40. Kasari tumempaje? Equation yake ni hapa. Nikichukua umri wa Kasari ambao ni 2M jumlisha 5 nikajumlisha na umri wa Salha ambao ni M jumlisha 5, lazima nipate miaka 40. Paka hapo umeshamaliza. Mtoto ameshafundishwa algebra namna ya kukusanya mitajo inayofanana, kwamba weka mbuzi peke yao na ng'ombe peke yao. Kwa maana kwamba kusanya vinavyofanana. Hii 5 ni namba nzima na hii 5 ni namba nzima. Weka pamoja. Hii 2 ina M na M iko hapa. Kwa hapa kuna M wawili na huyu M yuko mmoja. Weka M peke yao na namba nzima peke yao. 2M. Huyu ni chanya M. Jumlisha M jumlisha 5 jumlisha 5 sawa sawa na 40. Baada hapo jumlisha. Una M wawili, ujumlishe M mmoja, utakuwa na M ngapi? 3. 5 jumlisha 5 10. Sawa sawa na ngapi? 40. Paka hapo tuko pamoja. Kilichobaki sasa, huwezi sema uchukue herufi ujumlishe na 10, kwa sababu kwenye post iliyopita nilikuja nikaelekeza kwamba huwezi jumlisha vitu ambavyo havifanani. Kwa unaweza kujumlisha au kutoa vinavyofanana. Kama hii 10 ni namba nzima, ihame imfuate 10 mwenzake. Ihame upande, ihamishe imfuate mwenzake. Kwa hiyo kama ilikuwa ni 3M jumlisha 10 ni sawa na 40. Kwa sababu tushaona M 3M haziwezi kujumlishwa na namba nzima. Namba nzima itahama. Na ikihama, kumbuka hii namba nzima ilikuwa ni kujumlisha 10. Kwa ikija huku itakuwa ni kutoa 10. Kwa sababu katika kanuni za kihisabati tunasema namba itakapobadili upande lazima hata tendo libadilike. Ni sana kwenye maisha ya kila siku kwamba ukihama mahali, ukienda sehemu fulani jina itabadilika. Hata kama ulikuwa mwanzoni labda Kariakoo, ukitoka ukaenda
Tabata hautaitwa tena huko Kariakoo, utaitwa huko Tabata. Kwa hiyo ni sawa na hii. Kama liwao kujumlisha 10 kwa sababu tendo limebadilika. Yaani tunamaanisha kwamba namba imeenda upande kinyume na sisi tunaenda kinyume cha tendo lilokuwa linafanyika pale. Tendo lilokuwa linafanyika ni kujumlisha na sisi tutaenda kinyume cha kujumlisha ni kutoa, kwa sababu hata namba imeenda kinyume, upande kinyume yani. Kwa hiyo itabaki 3m baada ya 10 kuhama ni sawa sawa na 40 iliyokuwa kujumlisha 10 itakuwa ni kutoa 10. Mpaka mtoto anajifunza hapa, anajua algebra tayari vizuri, ndo anakuja mafumbo ya algebra. 3m ni sawa sawa na 40 toa 10 utapata 30. Ili tupate thamani ya m. Kama unakumbuka hapa nilisema kwamba kama namba inabadili upande inaenda kinyume cha tendo lililokuwa linafanyika. Sasa kwa maana hiyo hapa silikuwa kujumlisha kama kutoa, hapa kuna kuzidisha. Katika hisabati ukikuta kuna namba au herufi ziko pamoja, namba na herufi ziko pamoja lakini hakuna tendo, unajua kuna kuzidisha. Kama ilikuwa kuzidisha, kinyume cha kuzidisha ni kugawanya. Kwa na sisi tunagawanya kwa tatu. Lengo ni kwamba tunatafuta thamani ya m ambapo m imesimama badala ya umri. Sasa huwezi kusema unatafuta thamani ya m wakati m hapo watatu. Toa 3 ihame iende kwenye namba nzima. Kwa ambapo kama ni kuzidisha utagawanya kila upande, 3 gawa kwa 3 ni 1. Na 1 mara m inabaki m peke yake. 30 gawa kwa 3 utapata 10. M, tulisema m inasimama badala ya umri. Kwa hiyo ukajua umri wa kasari. Palipo m weka 10. Angalizo. Kumbuka umri wa kasari tukiweka 10 palipo na m weka 10. Hapa siko na m. Tukiweka 10 na kumbuka nilisema pasipo na tendo manake ni kuzidisha. Ni sawa na 2 mara 10. Tukiweka m tukazidisha mara 2 tutapata miaka 20 ambayo ni umri wa kasari wa sasa. Ila tukisema tuchukue 2 mara m ambayo ni 10 tukajumlisha na 5 tutapata miaka yake miaka 5 ijayo kwa sababu tumejumlisha 5 hapa. Kwa hiyo mimi hapa nitasema hivi. Kwenye umri huu wa kasari huu hapa ndio miaka yake ya sasa hivi. Lakini nikisema nijumlishe 5 ni miaka 5 ijayo, ni sawa na umri wa Salha. Nikisema nichukue palipo na m niweke 10. Hapa nikiweka m ni 10. Salha ana miaka 10 kwa sasa hivi. Ila miaka 5 ijayo ambapo ndio hii nikijumlisha maana yake atakuwa na miaka 15. Mpaka hapo imeeleweka. Haya twende. So limesema tafuta umri wa kasari wa sasa. Sasa umri wa kasari wa sasa ni 2m. Kasari ni 2m. Ambapo 2m inasimama badala ya 2 mara m ni ngapi? 10. Ni miaka 20. Kasari ana miaka 20.